aliolewa na mlinzi wa getini kwao. Msimuliaji wako ni mimi, Osia Wakasanga. Imeandaliwa na Jessica. Yalikuwepo mabishano mengi makubwa. Baba, sitaki kuolewa na huyo mwanaume ambaye umenichagulia. Baba, swala la mapenzi ni swala binafsi. Siwezi kuolewa na mwanaume kwa sababu umemwona tu ni tajiri. Hapana. Siwezi, na tena narudia tena, siwezi na wala sitotaka hata siku moja. Na wala hiyo ndoa hata nikiolewa baba, hakika sitaitumikia hiyo ndoa. Unataka nikuharibie jina mjini? Baba yangu, wewe ni maarufu sana baba yangu. Lakini nashangaa kwa nini unanifanyia vitu vya kikatili kiasi hiki. Swala la kuolewa ni maamuzi ya mtu baba. Naomba uniruhusu niamue mimi mwenyewe. Nimchague mtu ambaye atakuwa ni sahihi kwa maisha yangu, sio sahihi kwa ajili ya biashara zako baba. Tafadhali, niruhusu niolewe na mtu ambaye ninampenda mimi mwenyewe na yeye ananipenda. Sio niolewe kwa sababu ya kulinda fedha zako na kwa ajili ya biashara zako. Hapana baba, unanikosea. Naye baba akamwambia binti yake, unataka utaolewa, hautaki utaolewa. Full stop. Nimesema hapa kinachofuata anza kufanya maandalizi ya ndoa. Sitaki kuelewa wala sitaki kujua chochote unachokitaka wewe. Ninachotaka mwanangu uolewe na mtu ninayemtaka mimi. Full stop. Binti akabakia na anamwaga tu machozi. Analia. Amezaliwa kwenye familia kitajiri sana, lakini hana raha kabisa. Ilikuwa ni usiku wa saa 3. Akatoka nje kabisa, akaenda kukaa kwenye bustani ambapo mlinzi wa nyumbani kwao, yani mfungua geti, alikuwa yuko maeneo hayo ametulia zake tu pole anatafakari maisha yake. Ghafla binti wa tajiri akaja. Binti mlembo sana, ameumbwa akaumbika, amefinyangwa akafinyangika, ametengenezwa akatengenezeka. Binti mlembo mno, na jina lake ni Sofia. Sofia akasogea mpaka kwenye bustani, akamkuta mlinzi yuko zake bize na mambo yake, anafikiria maisha yake ya kila siku. Sofia akakaa kwanza kwenye bustani na kushusha pumzi. Akawa anajiongelea peke yake, sitaolewa. Nasema sitaolewa. Anajitaja jina Sofia. Hapana, hawezi kuolewa na Saidi. Hauwezi kuolewa na Saidi wewe Sofia, huwezi kuolewa na Saidi. Kwa sababu hayuko kwenye moyo wako. Hayuko kwenye moyo wako. Mlinzi akasogea. Eti, madam, una shida gani? Mbona unaongea peke yako? Alafu unaongea kana kwamba kuna Sofia mwingine na Sofia ni wewe hapa ndani. Nini shida basi madam? Akamjibu Simoni akisema, natamani hata ningekuwa wewe, niko getini, sina stress, ning'atu na mbu, nising'atu na mbu, nipate hela nisipate hela, lakini niko huru kuliko kuwa ni mtoto wa huyu baba. Jamani, mimi huyu baba atakuja kuniua na mawazo. Simoni, nishirikishe basi. Sofia, kwanza mambo haya ya kuhusu, endelea na mambo yako. Sofia kanyanyuka akarudi ndani. Je, wataka kujua ni nini kiliendelea? Tafadhali subscribe, like na comment, pia share na wengine zaidi, ili tuendelee kukupa burudani zaidi kila siku. Hiyo siku ikawa imepita, ukawa ni usiku. Hatimaye kesho yake Sofia akanyanyuka tena, akaenda mpaka pale kwenye bustani. Ilikuwa ni mida kama ya saa 3:30 kuelekea saa 4. Akaenda katulia pale tena kwenye bustani. Anawaza na kuwazua, nitafanyaje namna kujinasua katika kikango hiki cha baba yangu? Ghafla
akawa amekuja tena yule ambaye anamwagiliaga maua yote ndani ya ule mjengo, ambaye ndio mlinzi wao, anatambulika kwa jina la Simoni. Simoni akamwita, "Madam, mbona uko peke yako na sio kawaida yako kuja kwenye hiki kibustani? Wewe unapenda kukaa ndani na kuangalia TV tu wakati wote. Mbona jana na leo umekuwa ni mtu wa kuhudhuria sana, au hii bustani na kuvutia zaidi?" Sofia kajibu, "Ndio, Simoni, unapatunza vizuri sana hapa. Pananivutia zaidi. Natamani kukaa hapa nikiwa peke yangu. Kwa hiyo nenda getini ili nibaki peke yangu." "Sawa Simoni, nikiondoka utakuja kuendelea kudumia bustani yako." Basi Simoni akasema, "Haya samani bosi, wacha niende." Lakini Simoni akuondoka mazima. Akaondoka, alipofika konani kidogo akasimama hapo kumwangalia Sofia kwa kumchungulia. Sofia alichukua simu yake na kumpigia rafiki yake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Stella. "Stella, ndugu yangu Stella, swala la baba yangu linazidi kuwa gumu. Ameniambia sasa nijiandae kuolewa, mwezi ujao ni harusi yetu. Nifanyeje?" Basi alikuwa anasikiliza simu yake kwa umakini, alafu baadaye akasema, "Itawezekanaje? Mbona kama unanipa mtihani mgumu zaidi? Nitafanyaje sasa? Tafadhali Stella, njoo nyumbani ili tuongee kwa urefu zaidi." Basi akakata simu yake na kujilaza kwenye kibustani pale. Simoni akamwangalia. Baada ya muda kidogo akarudi getini. Baada ya muda mfupi geti liligongwa na Simoni akafungua geti na kumwona Stella amekuja. Akamwambia, "Karibu." Akamwambia, "Sawa. Haya, funga geti kisha unifuate." "Sawa Simoni." "Sawa, umeniletea zawadi?" Stella akasema, "Hapana, nina mazungumzo muhimu sana na wewe. Njoo ndani." Simoni akamwambia, "Kwanza Sofia yuko ndani, yuko kwenye bustani kule. Kwa hiyo tusiende ndani, wacha nikupeleke kwanza kwa Sofia, alafu mambo mengine yataendelea." Hakika tukamkuta Sofia hapo. Nikamwambia, "Haya Sofia huyo hapo, mimi narudi getini." Stella akaniambia, "Hapana, njoo hapa, hiki kikao kinakuhusu na wewe." Nikasogelea. Kisha mwenyekiti wa kikao akaanza kuzungumza, ambaye ni Stella. Akaanza kusema, "Simoni, unamwona bosi wako alivyo kwenye hali ngumu, hali ya mawazo mengi. Basi wewe ndio suluhisho pekee. Na mimi nimekuchagua wewe kwa sababu Simoni, wewe hujawahi kuniangusha. Ukiambiwa hapa mtu asingie, haingiagi. Na ukisema hii ni siri, inakuwaga ni siri kweli. Kwa hiyo Simoni, kuna kitu nataka kukuomba. Tafadhali, naomba unisaidie." Simoni akajibu, "Mimi nitawasaidia nini nyinyi? Maana kwa fedha mnanizidi. Maisha yenu ni mazuri kuliko yangu. Haya, mimi nawasaidia nini jamani?" Ghafla Sofia akasimama akamwambia, "Simoni, mimi nataka unitoroshe kutoka hapa nyumbani ukanitafutie mahali popote pale ambapo itakuwa sio rahisi babangu kunikuta huko, kwa sababu mimi sitaki kuolewa na mtu ambaye babangu ameniandalia. Kwa hiyo kama unaweza nipeleke hata nyumbani kwako tukaishi wote pamoja." Simoni akashtuka, hilo jambo haliwezi kuwezekana. "Kuishi nyumbani kwangu? Nyumba yangu wenyewe mvua ikinyesha kubwa, maana yake sisi tunatoka nje tunasubiri mvua iishe na hayo maji tuyatoe au yakauke ndio tuingie ndani. Maana yake mvua ikinyesha hadi godoro tunabeba." Sofia akasema, "Niko tayari kuishi maisha yote yale. Kikubwa tu nisiolewe na huyu mwanaume." Basi wakamwambia Simoni, "Nenda ukafikirie, alafu baada ya dakika 20 urudi hapa kutupa majibu." Simoni kweli akaondoka kaenda getini.
Wao wakabaki hapo. Sofia na Stella wako katika bustani, wanaangalia, wanazungumza. Lakini hiyo siku hakukuwa na hata mmoja wao mwenye tabasamu na kicheko. Baada kama dakika 20 kuelekea 25 vile, akarudi Simoni, akasema mimi nimepata wazo. Kama una hela, labda nikupangishie mahali ukaishi, nikakutafutia chumba ukapange mahali ukaishi. Stella akasema wazo zuri. Lakini Sofia akasema mimi siwezi kuishi peke yangu kwa sababu moja, maisha yangu yote sijai kuishi peke yangu. Hata chuoni nilikuwa naishi na rafiki zangu. Kwa hiyo ni muoga sana kwenye haya maisha. Lazima niishi na mtu. Tukiishi na wewe Stella, nitapatikana mapema. Lakini nikiishi na huyu, hata babangu hawezi kuwaza kuhusu huyu. Tafadhali Simoni, kubali tukaishi pamoja. Simoni akakubali. Wakaondoka mchana huo kabla ya jioni ya baba kurudi. Wakaenda wakatafuta chumba kizuri, wakapanga, na Stella akafanya mipango yote ya kuwatafutia godoro zuri na kitanda kizuri. Wao walikuwa wamebaki hapo, wakawa wamebaki. Kisha baadaye Simoni akarudi kazini. Bosi anarudi, anamuuliza Simoni, mwanangu yuko wapi? Maana nimeingia mpaka ndani simuoni. Simoni anamjibu, aliondoka, akasema anaenda kwa Stella. Basi baba akasema, kwani wewe una namba ya Stella? Hapana, sina namba yake, labda pengine mama atakuwa nayo. Kamuuliza mama Sofia, vipi kuhusu namba za Stella? Akasema nimeshampigia Stella, Stella amesema hajamuona. Muda ukaenda kama takriban miezi 5. Siku moja katika pitapita zake, mama yake na Sofia akiwa amekaa kushoto kwa gari, mzee yuko upande wa kulia, anatupa macho Kariakoo, anamuona binti yake akiwa hapo Kariakoo anatembea. Anamwambia baba, Sofia, yule si Sofia? Wakasimamisha gari na kushuka kwenda kumwangalia. Sofia, jamani, ni nini wewe Sofia jamani kutuhangaisha sisi miezi 5 yote, halafu na ndoa yako tunaisubiri kule, kumbe umetonoka nyumbani kuja kubeba mimba, na huyo mwenye mimba ni nani? Sofia hakujibu vibaya, akamwambia tu baba na mama, mimi nimeamua kuolewa na mtu ambaye nampenda kwa sasa hivi, na sasa hivi nina mimba yake. Kwa hiyo sina mpango wa kurudi nyumbani, wala sina matarajio yoyote, wala msinitarajie nyumbani. Nina maisha yangu mazuri ninayoyapenda, nimeamua kuishi huko na kukujua mimi. Je, unataka kujua ni nini kilifuata? Tafadhali subscribe na share na wengine zaidi, comment, like, ili kunisapoti zaidi niendelee kutema madini zaidi. Basi baba yake na Sofia akasema, mimi nimekubali utaishi na wewe mwanaume wako kwa sababu tayari ushanitia aibu, una mimba. Nataka kujua huyo mwanaume ni nani na unakoishi ni wapi. Sofia bila uoga akamwambia, baba, unahangaika nini? Wacha nikupe namba za huyo mwanaume ninayeishi naye. Akamwandikia namba kwenye simu. Baba kuangalia zile namba akakuta ni za Simoni, ambaye ni mlinzi wake wa getini, ambaye siku zote wanakuaga kimtafuta Sofia, hasemi lolote kuhusiana na Sofia. Baba kwa ghadhabu kubwa akasema, Sofia, haya ingia kwenye gari, twende nyumbani. Sofia akasema, siendi nyumbani, nenda nyumbani kwangu. Nenda nyumbani kwako, kwani kuna mtu alikuchagulia mama angu? Au mama angu huyu mzee alikuletea, ama yeye mwenyewe alikuja mkapendana mkaoana? Kwa hiyo na mimi ndio nimeamua kuishi na mtu ambaye ninampenda mimi. Baba akawasha gari, akamwacha Sofia na mama yake hapo. Mama yake akiwa anambembeleza Sofia. Sofia akapiga simu, akamwambia Simoni, tafadhali ondoka nikukute nyumbani, maana babangu anakuja huko na ameshajua kwamba mimi naishi na wewe. Tafadhali kimbia iwezekanavyo, nenda nyumbani. Bahati nzuri yule baba anafika nyumbani, akakuta Simoni hayupo.
Anampigia mama simu, mama samani nimekuacha huko, huyo binti yuko wapi? Mama anamjibu, nimekuja mpaka kupaona nyumbani anapoishi. Ni nyumba ya ajabu sana baba, tafadhali tumwache huyu binti aishi hapa, lakini tumsaidie katika maisha yake, maana mimi mwenyewe nasikia amani kumuona binti yangu anaishi na mtu ambaye anampenda yeye mwenyewe. Baba kwa ghadhabu akafoka sana. Siku kama 5 zikawa siku mbaya sana kwenye maisha yake. Ni mtu mwenye hasira, mwenye presha, mpaka anaanguka presha. Baada ya siku kadhaa akakaa vizuri, akamwambia mama, ni kama uliongea vizuri fulani hivi, wacha tuache tuwaishi zao kwenye maisha yao na tuwasapoti. Akaenda kuiona ile nyumba yenye binti yake anaishi sasa. Ni nyumba ndogo mbaya, lakini binti ana amani, na yeye baba pia akalibariki hilo jambo. Akaamua kumpa mtaji mkubwa wa kueleweka mtoto wake pamoja na mume wake. Wakaendelea na maisha yao mazuri mpaka sasa ninavyozungumza na wewe. Simoni na Sofia wana maisha mazuri sana hapa katika jiji la Dar es Salaam. Msimulizi wako ni mimi Hosea Kasanga, mwandaji ni Jessica. Hii ni KBD Media. Asante, usisahau kusubscribe, share na wengine ili kusapoti kazi hii zaidi. Tukutane katika simulizi ijayo. Asante.